Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini paka wanahusishwa na ushirikina ama uchawi? Kama jibu ni hapana, basi ungana nami katika makala hii fupi ambayo nitakujuza sababu kadha wa kadha zinazopelekea paka kuhusishwa na uchawi ama ushirikina. Karibu sana kwenye Bongo Mix TV. Kaa nami mpaka mwisho wa makala hii. Karibu. Wamekuwa majirani zetu kwa maelfu ya miaka na miaka, lakini hadi leo bado tunawaogopa. Mara nyingi paka huonekana kama ishara ya uchawi, usiku na hata lahana katika jamii zingine. Hasa paka mwenye rangi nyeusi. Lakini je, hii ni kweli? Au ni hadithi tu za kusimuliwa ambazo tumezibeba na kuzichukua kama ukweli? Basi leo nitakusimulia hadithi ya paka. Yaani paka kutoka kupewa heshima ya kimungu hadi kupewa tuhuma za ushetani. Na nitaonesha ni kwa nini jamii inapaswa kuacha hofu na tuelewe ukweli kuhusiana na paka. Hapo zamani katika Misri ya kale, paka hawakuwa viumbe wa kawaida kabisa. Waliheshimiwa, walilindwa na walichukuliwa kuwa ni viumbe wa miungu. Bastet, mlinzi wa nyumba na wanawake, alikuwa na kichwa cha paka. Ikiwa ungeua paka wakati huo, ungehukumiwa kunyongwa mpaka kifo. Hivyo ndivyo paka walivyokuwa na thamani wakati huo. Lakini mambo yalibadilika huko Ulaya katika zama za giza, na kanisa lianza kampeni dhidi ya uchawi. Paka hasa wenye rangi nyeusi walihusishwa na uchawi. Ndipo watu walipoamini kuwa paka ni wanyama wa shetani au hata wachawi waliobadilika maumbo. Na ndipo paka walipoanza kuchukiwa, kuchomwa moto na kuogopwa jamii nyingi za wakati huo. Na hiyo ikaenea hadi sehemu nyingi duniani. Ndani Afrika, hasa vijijini, paka pia walihusishwa na usiku na nguvu za giza. Wanaonekana wakitembea kimya kimya, wakitoweka bila makelele. Wanaweza kuangalia sehemu moja kwa moja bila ya kupepesa macho yao. Kwa baadhi ya watu, hiyo ni ishara ya kitu kisicho cha kawaida. Simulizi nyingine hudai kuwa wachawi hutumia paka kama chombo cha kusafiria kiroho, au huingia ndani ya paka kama kivuli, wakitembea usiku kucha. Katika ndoto, mara nyingi mtu akiona paka kwenye ndoto huchukuliwa kama onyo kwamba kuna mtu anayemfanyia hila. Na hizi ndio imani zilizokita mizizi kwa miaka mingi zaidi. Lakini ukweli ni huu: watu huogopa kile ambacho hawakielewi. Ingawaji paka ni viumbe wa ajabu kidogo. Si kama mbwa anayetia amri zako. Paka ana uhuru wake. Anaweza kukaa kimya kwa saa nyingi, akakutazama tu, ama akakupita kimya. Jamii zinazopenda nidhamu na uwazi, paka huonekana kama mkaidi, na hiyo pekee hujenga hofu. Na watoto huambiwa usimkaribie paka mweusi usiku, bila kueleza ni kwa nini. Na hivyo tunaendelea kulisishana hofu na imani zisizofanyiwa uchunguzi. Lakini sayansi inatuambia ukweli mwingine kabisa, kwamba paka hawana kitu chochote cha kichawi, bali wao wanaona gizani kwa kutumia macho yao ya kipekee. Wanatembea kimya kwa sababu ya miguu yao yenye nyayo zenye roe mpole. Hayo yote si uchawi, bali ni maumbile tu. Kwa kweli, paka ni marafiki wa binadamu, wanaosaidia kuondoa panya, na wanaweza kuwa ni waaminifu zaidi kuliko tunavyowafikiria. Dunia ya leo inazidi kuwathamini paka, si kama viumbe wa giza, bali ni marafiki wa familia. Sasa tunapaswa kujiuliza,
Je, tutazidi kuamini hadithi za zamani au tuchukue hatua ya kuelekea maarifa? Kuogopa paka kwa misingi ya imani na kihistoria ni ujinga na ni ishara ya kutokujua. Ni wakati wa kuachilia hofu na kujifunza upya. Kumbuka, si kila kilicho kimya ni cha giza, na si kila kilicho tofauti ni cha kishetani. Hivyo paka si wachawi, ni viumbe wa ajabu wa upendo wanaostahili heshima kama viumbe wengine. Asante sana kwa kutusikiliza. Hii ni Bongo Mix TV. Tunafichua ukweli uliosahaulika. Tuone tena kwenye makala inayofuata. Karibu. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike.